tunamfahamu lakini mwamba kashakufa muda tu. Yule mzee kumwambia kafa kastuka. Akaniambia sikiliza, mimi kifo chake sina uhakika, ila naenda Dar es Salaam kesho kutwa. Ilikuwa Jumapili, wanaenda Dar es Salaam Jumatano. Naenda nikirudi nitafute nitakuja maelekezo. Nilimwambia baridi sasa. Sasa kweli katembea zake kutembea kaka mmoja kifungu kitatukarudi. Niliposikia karudi tumerudi. Fika kwa mzee nikamgusa kwanza. Wakati nafika nyumbani kwake pale na bomba hodi, mzee akutoka alipoka mkewe na kile kutoka ndio bwana baba yupo akamwambia mbako marudi alinge nachoka ila kapumzika nenda uje na dawa. Yeye karudi Shoshaim tukaendelea na michongo yangu hoja saa 2 nikamsakatea. Fika nikamkuta mzee nikamuuliza akaniambia bwana baba hapo hivi kwa jaso kwanza nikapoa. Nikamwambia baba yupo nikatulia. Tunafanyaje? Akaniambia sasa tafuta na wewe. Ile na moja hiyo chifu 10,000 kama milioni wa nauli bei gani mchana ningekuwa nitafuta 15 au hata nikiwa na 10,000 mkononi kwangu fresh na sikada. Nende kwa nafsi swala nikaenda Shoshaini ba nikaanza kuunga kama kimoja na mbuka na nikaunga nikarudi yomo pale na majisko fulani na chuma kwa jirani pale nikamvizia na akajipingua nikaokota duma vyake nikapeleka Siso kwa mzigo kaongezeka. Siku nakuja kuchungia nitabiki kama 17 kwa hapa safari ya kwa mimi na ule mzee tukaanza safari ya kuja Bongo. Rada Bongo. Fika Bongo mzee mpaka alikuwa na kafyoti za zile za Mwenge zile za Mayaboni. Mimi nilifikia Kimara. Nilifikia Kimara kwa kama mzee aliniambia ndio nayo kumwambia hapa mimi na mtu na sawa msaidia sipanya ile mstirizo. Huyu ndio mdogo makeke na mtu namfahamu. Kwa hiyo nilifikia Kimara. Kushuka Kimara anaingia kesho Silui Chonan na mimi nikamwambia sawa. Kimara pale nikapoa. Poa mambo sasa yakachange. Kimara nilipofika mtu alikuwa anamtegemea naye akanichanganyia mafaili. Kwa hiyo nilifikia msikitini nadhani Kibo pale kuna msikiti. Sio msikitini pembeni kuna mashine ya koboa na sala pale nikanapiganisha pale asubuhi na kuyanga. Baadaye mzee nikaja nikakutana naye Boy akanipeleka Changanyikeni. Kuna mtu pale alikuwa anafahamiana na mzee. Akapigiwa simu mzee akaja. Kwa mzee akanichukua na changu nikaanzia pale. Natoka pale sikurudi tena kwa bibi. Mzee bahati mbaya maana kama miezi 5 toka kafariki. Kafa mwezi wa 8 kabiana tarehe 19. Sasa kwa watoto wa mzee mimi ndio wakuta kwake ni 3. Lakini kwa story hapo nyuma kuna mshikaji nimeambiwa alikuwa pasimu ila simjui na mtoto wa mzee na watoto wengine wapo 2 huko Uganda. Ni watoto wa mzee na mwanza nimesikia pia kuna mtoto wa mzee. Yaani short tuko wengi ila tunaojijua wenyewe sasa hivi tulibaki tuko 2. Maana mimi ni mtoto wa nje sio mtoto wa ndoa na siku zote tunachojua watoto wa ndoa ndio wanaokuwa na nguvu. Kwa mimi nilikuwa underdog ba. Tumeenda bahati mbaya mzee ule mama naye akazinguana nayo kabla talaka. Mama akatoka tukabaki wake. Watoto tumeenda wewe zangu mkubwa na aliingia kwenye starehe zetu za kidunia. Bado anakudembea akawa na hawa kweli kweli. Namba tumebaki 2 mimi na bwana mdogo. Kisheria mkubwa ndo naye kuwa kiongozi wa familia. Baba kaondoka, mkubwa ndo mimi. Kwa sasa hivi naenda kama baba. Sio underdog tena, mipango yote mimi ndo kila kitu. Ni mimi ndo mpango mzima. Mzee wangu bwana kwanza nilikuwa ni mtu ambaye sipendi. Yaani sikumpenda kutokana na zile nililia alivyokuwa anatutengeneza yani maisha tuliokuwa tunaishi nayo. Kwa hiyo siwezi kumaiti sana na alichokifanya nasema ni sahihi sasa hivi kwa sababu kashaondoka. Bora tangu kuwepo ndo ningezungumza hiyo. Ila ulikuwa sahihi sana sasa. Yeye bwana ninachokikumbuka kutoka kwa mzee wangu. Kuna siku nikisuka. Fika Bombo tena unajua watoto wa Dar es Salaam nini bila kwa namna gani uonekana. Siku nimekana sema nimeko nini sile msuko nisana nao. Wewe nikachia afu nikaenda zangu kwa msusi nikapigwa msee. Soko amekaa na mzee nikijiramba lips japo sura ngumu ya kiume anajiona kabisa huyu hapa. Basi
Nachukua zura langu nikalivaa, nimerudi nyumbani. Hiyo siku najua mwamba analala zamu bwana, kumbe mwamba hajalala zamu wala yuko na yeye nyumbani. Narudi nyumbani, mzee huyo hapa nimevaa kofia nini. Mimi nikaendelea na mambo yangu. Kaendelea na mambo yangu. Tumeenda kwenye saa 11 akachomoka. Mimi nimerudi zangu nyumbani joto ile, nikavua zura nikalienda pembeni. Nitoke nende Toi. Familia sio sereni ndio kile kule nyumba hiyo. Nenda Toi, kofia nimeiacha ndani. Mwamba kumbe hajaenda mbali, yuko jirani. Natoka Toi narudi nisuko muonekana ndugu yangu. Kwa rano na mama karudi alitia kwa fit. Kaniangalia nikaiwahi kofia. Ya fresh Jeff kwema kwema. Lakini kama na jambo nataka kuongea, kila ajiongea ala mimi takani. Nikaona fresh wa niona wale mmoja endelea na mambo yao. Pakapucha na mtu alienda kazini na kaganga. Mimi nikaingiwa na wasiwasi, lakini sio kivile. Sio vipi, mbona usipo kazi afuko nyumbani. Mimi sikudili na kwenye sana kanita. Baba naenda kanichukulia mshahara. Mimi sijui chochote kinachoendelea, nikavaa pensi yangu nikachukua singlet, nakumbuka na nivaa singlet. Singlet pensi. Nikafunguliwa kigeti. Ingia. Mimi nitoa dinga. Afika ndani na kile kigeti kinafungwa. Alafu wale wajopa pale getini wananisogelea. Kule kwa pembeni kwa kuna kama masoja watatu. Naona wale masoja wananisogelea. Nikaanza kujiuliza hapa mimi nikosea wapi? Lakini uzuri sasa mzee akati ananituma sana. Nilienda saluni, nikazifumua zile nywele nikazichana kwa hiyo kana mwafro fulani. Kama msanii fulani wa zamani alikuwa anaitwa Chinkeni. Mwafro huu. Nikaingia na umule na singlendi na pensi. Mjomba kilichonibuta. Wajomba wakaja kanizunguka nikapakati. Wewe ndo nani Shedu Mdoe? Nikamwambia ndo mimi, amjakosea. Mimi mwenyewe nikajua labda anataka kunipamba mtoto wa askari mwenzao. Kasia safi sana. Njoo. Nikaanza kugaragazwa. Garagazwa na wewe baadaye nikaona hiki nini? Ninakosea wapi? Wale ananiambia unajua ulipokosea jana kuna kitu nilifanya nyumbani mimi sijui. Baadaye huko wakaniacha, kuniacha nikakaa pembeni. Kukaa pembeni sasa ndo anakuja Pilato, kaja na topazi. Naishikilia mkononi. Kufika unaambiwa zile nywele, nadhani ndugu zangu mnalijua nywele ikiwa haijatiwa maji. Alafu mtu anakuja kukunyoa ile kiipa. Unajua kiipa? Ngoma ni inauma tena. Basi nikanyolewa. Natoka pale naambiwa kichwa kina vitone vya damu hadi najionea huruma. Nikafika nyumbani nimenuna. Mshahara sijapewa chochote. Nafika nyumbani yule mwamba ananichekea. Watu mbona ile bana undo kaniponda. Nimekafuka. Ndio kuanzia pale sikusuka tena. Yanadi ndio unapokea swala la kusuka mimi sijui. Kwa mzee ananisaidia sana. Kuhusu mahusiano siwezi kuzungumzia sana kwa sababu mimi ni mtu wa hip hop. Unajua si watu wa hip hop ni hoji. Alafu cha pili pia sijajitoa sana kwenye mchongo baada ya kujigundua mimi mwenyewe niko eti. Yaani sura yangu ni ngumu, mimi mwenyewe ni ngumu. Hapa hata ukija ukiniambia unanipenda mimi naona unanipanga. Kwa mara nyingi nakutana na ile huruma tu za kibinadamu fresh. Huwa naishigi kwa mimi swala la mahusiano sijuagi. Nilishawahi zamani lakini nilikuwa sina mitupula. Kwa bahati mbaya yule mwanamke niliishi naye kama miaka 4. Akaja akatokea mshikaji tu anajiweza na kampira kake. Basi zikaanza zesheni ndogo. Baadaye nikaja nikagundua kuna mwamba kukutana naye nimemuona mshikaji, sio kama simjui. Kumuona mshikaji ni mnyonge ila sana nguvu ya hela. Kapiga hesabu za kubaini ukiambo isaidii chochote kwenye hela, nikaona ngoja nizime ngoma na kile kigoma nikakiaka pembeni. Kwa hiyo kuanzia pale mimi sikudili tena na michombo hii. Nilikuwa tu nikina namna gani ni hela yangu mfukoni nimemaliza. Yaani huu muonekano umeshangatea sana shida. Na pia sijawahi kujipenda. Yaani jinsi nilivyo tu muonekano wangu mimi mwenyewe sijawahi kujipenda. Matatizo ni mengi nakutana nayo. Cha kwanza nakuaga siaminiki. Popote ninapoingia watu ni lazima niangalie na jicho la tatu. Kwa hiki kitu mimi mwenyewe sikifurahi, sikipendi. Na ndio maana siupendi huu muonekano. Na sijipendi. Natamani siku moja tu ningekuwa
kama sijui nizungumzaje, lakini kitu ninachokitamani, natamani mimi mwenyewe ningekuwa ni mwema, yani ningekuwa mtu fulani ambaye hata nikipita pale watu wanajua kabisa huyu ni shehe, huyu ni mchungaji, huyu ni mtu wa Mungu. Yani niaminike tu, nione kama muonekano fulani. Natamani ningekuwa mtu fulani ambaye ni binadamu katika binadamu. Unajua kuna binadamu na kuna watu. Sasa mimi hata nikijilazimisha kwa kwenye binadamu na haikai, naona pakigi tuko kwenye watu. Lakini natamani sana niwe binadamu. Changamoto niliyopata wakati na shoot Zora, naweza nikasema ni ndogo ndogo. Unajua uzuri wa Zora tuko na kampuni kubwa ambayo hivi vitu vidogo vidogo huwa wana clear, wanaweka sawa. Kwa changamoto zetu sisi ni ndogo ndogo tu, labda za kushuti, labda eti ni labda za msanii tu kucheza chini ya namna gani, hizo ndio changamoto. Lakini sidhani kama kuna changamoto kwenye Zora. Kwa Jerusalem, Zora ni kazi yangu ya pili. Kazi yangu ya kwanza Jerusalem ilikuwa ni vacation, lakini sikupata nafasi, nilipita kidogo wakanisogeza. Kwa hiyo kwenye hii Zora nikakutana na upepo, kwa sababu yani hii Zora ni kwanza sikuwa na ripoti na wala sikuwa na mchongo na mtu. Alikuwa ni mwezi wa kwanza, nikakutana na dada mmoja akaniambia bwana unatafutwa. Nikamwambia natafutwa? Tafutwa na nani? Akaniambia mimi nimeona umepostiwa. Nilipostiwa mimi, nimepostiwa. Sasa aliponiambia natafutwa, kwanza cha kwanza kabisa mimi sikufikiria masuala ya hizi kazi tunazozifanya. Aliponiambia natafutwa, kwanza nikaingiwa na upepo. Huyu anaonisaka mimi ni nani? Anayenitafuta mimi ni nani? Ikabidi nimuulize anayenitafuta nani. Baadaye ananiambia bwana nimekuona kwa Ngosha. Unaona nini kwa Ngosha? Kwani vipi hadi unaniona kwa Ngosha? Ananiambia Ngosha akakuposti anakutafuta, ananitafuta mimi. Sasa mimi kwa hesabu za ruba nikajua kama Ngosha ananitafuta, huyu atakuwa mzee. Niko haraka haraka nikaforce mazingira Ngosha kuitafuta namba, maana unajua naye mzee ukisikia anakutafuta hata kama una michongo wako lazima istake kwanza ubili na mzee. Kamtafuta Ngosha haraka haraka. Ngosha akaniambia tumekutafuta sana na babako anakutafuta sana, ila upatikani, ngoja nimpe namba zako. Nikamwambia sawa. Akachukua namba yangu Ngosha, alafu siku ile akakaa kimya. Unajua sikulala siku ile, nilikuwa nasubiri simu ya mzee. Ile siku ikapita, siku ya pili tena naisubiri simu ya mzee, sikuiona, ikapita. Siku ya tatu nikaona basi hao walikuwa wananijaza, yani walinitia ule kimuhemuhe, alafu wamenisogeza. Nikaendelea na mambo yao. Nakumbuka ilikuwa asubuhi, simu ndio ikaita. Wita, naamka kwa nini kitandani, naamka na simu inaita, napokea ile simu. Alipokea, nasikia sauti ya dada. Nisikia sauti, nani? Fulani. Nikamwambia ndio. Akazungumza pembeni, bwana kapokea. Mimi nilivyosikia kapokea, akasema nani? Labda amekuja mgeni yeye na jina huyu nani? Ndio kidogo nasikia sauti ya mzee, ndio nilivyosikia na nikamwambia, akasema huyu hapa darasa. Sasa kipindi naongea naye huko pembeni napiga kulala utatu. Unajua unaweza kuongea na mtu huko unapiga kulala utatu asija kanasuka. Unaweza kusema unaongea na mtu kuja mkabidhi Mungu akaba basi nitakucheka. Mimi naongea naye huko napiga kulala utatu. Mara mzee njoo, nikamwambia haya baba, kulala utatu zangu zikawa zimetiki, na mwita boda boda na jiandara haraka na mwaiba. Kufika kwa baba ndo nakutana na mchongo mbaya. Kwanza nikamshukuru Mungu kinyamera, kimya kimya, sijamuonyesha bana namshukuru Mungu. Maana ningemuonyesha pale ngono mtoto pole pale anadili na Mungu sana. Sijamuonyesha, nikamshukuru kinyamera, nikamsikiliza baba. Kumsikiliza baba basi ile kitu kikakaa sawa. Ndo dodo langu lilikuwa hivyo kwenye Zora. Bana, swali lako zuri, lakini ni umo kidogo, kwa sababu unaponiambia ni msanii gani ananihitia, mimi na wasanii wangu, unajua niko pale kwenye Zora, ila tumekutana na watu ambao walishakuwa ndo watu ambao nawaangalia na ndo watu ninaowafagilia. Ninamkuta Rich, unajua kwanza namuona nilistuka. Sasa sijui kama anajua. Nilistuka kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa namfuatilia mimi toka niko shule. Yaani nasoma namfuatilia Rich.
pembeni yuko na mzee. Ni watu ambao tulikuwa hatujui tutakutana nao vipi, hatujui tutawasogelea vipi. Kwa hiyo baada ya kuja huku nilipokutana nao nikaona kabisa tayari ndima zangu zimetimia, na ndo watu ambao nawafuatilia toka kipindi hicho, na ndo watu mnaowakubali. Kwa hiyo mimi hata akikoseaga huwa naona ni hivi, licha akipiga akikosea kwangu hivi, mzee akipiga akikosea kwangu hivi, sijui wanakosea wapi, lakini kila kitu hivi. Juma wa kwenye Zora na Juma na Shaibu wa kwenye maisha ya kawaida. Shaibu ni mshikaji sana, sababu Shaibu yuko kisi na anaishi na kila mtu. Najua Shaibu anaishi hadi na vichaa. Ni moja kati ya watu wanaonivutia na nawapenda mimi. Nampenda sana Shaibu kuliko Juma. Juma ni anatengenezwa na Shaibu, na Juma kazi yake ni kufikisha tu ujumbe. Na kwa bahati mbaya anavyovifanya Juma, mimi nilishavifanya before. Kwa hiyo siwezi kumpenda Juma. Najua anakosea wapi. Bahati ya kupendwa na wadada nimeipata, lakini sinaga uhakika kama ananipenda kwa sababu ya muonekano wa sura yangu. Unajua sometimes mimi mwenyewe najiangaliaga kwenye kioo, unapokuja kuniambia unanipenda na sura hiyo iko ngumu, na naacha kwenye maswali namna gani. Kiukweli wapo, lakini sijawahi kuamini. Wapo wanaonipenda, sijaelewa. Sasa ncha kuambia hata sina, kwa sababu atajichosha. Yaani mimi nisihangaika, na mimi nitajichosha. Mimi ninachoamini, unaiona hii sura, naamkaga nikiwa nimelala, nikiamka kintesi changu kiko pembeni. Sura ya kuamka inajulikana. Sasa kama mimi mwenyewe najiogopa, basi unataka kunipiga? Brother, mimi before kama nishakwambiaga mimi nilikuwa mkali mwizi. Kwa mimi ujasiriamali wa kushika hela, ujasiriamali mdogo mdogo nilianza. Kwa kushika hela nyingi ndogo nilianza. Kwa hiyo pesa nilishashika hela nikiwa Milelani. Nilishashika hela kwenye vichombo yangu, nilishapigaga vichombo vikubwa nikashika hela, lakini unajua hela Zambia. Hata wale wezi wenzangu huko mitaani wajua kabisa hela Zambia tutaiba leo. Ile hela ufanyile lolote unaenda unatumia, kesho unaiba tena hadi siku kuliwa. Ndio mwendo huo ni kuiba na kutumia. Kwa mimi nimeshika nyingi bro. Sina kumbukumbu. Cha kuwashauri ni kukaza. Wasanii wa Zora kwanza ni wenye bahati. Unajua unapopita kwenye kampuni kubwa ya Yerusalemu ni ushamaliza. Umeelewa? Tunafanya kazi, vitu zetu tulikuwa ni kufanya kazi na hawa watu, leo tuko nao ndo tunafanya nao kazi. Hapa tukitoka tena, sidhani kama kuna mkubwa wa kwenda kufanya nao kazi. Wakubwa ndo hawa wa mwisho. Kwa hiyo wasanii wa Zora ninacho waambia ni nidhamu na wajue jinsi ya kuishi na watu. Yaani kipindi na kutana naye kwenye sini kwa mara ya kwanza, ugumu ulikuwepo na uwepesi ilikuwepo. Ila ule ugumu ndo uligeuka kuwa uwepesi. Sababu yule jamaa mimi namlelota au taduna mogopana kwa namnofia. Kipindi na shuti na ile scene nilikuwa na hivi. Kwa kipindi tumekaa hivi, mimi nilikuwa namwangalia usoni nazungumza naye, lakini jicho langu liko kwake. Kipindi nazungumza naye jicho liko kwake, na huku watu wanapiga kazi wana shuti kuja kujiangalia kati na kaza na muangalia, nikajikuta kama nimemkazia, yani naongea na kaza. Lakini haikuwa vile. Mimi nilikuwa nimshangaa ule mjua, yani siamini ninachokiona. Kweli ndo nimekaa naye hapa mezani ndo nashuti naye. Ilikuwa hivyo brother. Lakini wepesi ulitokea hivyo baada ya kuja kujiangalia, kumbe vile nilikuwa namwangalia ndio ilikuwa tamu. Kwa wepesi wake ulikuwa vile na ugumu wake pia ulikuwepo. Ni jitu ambalo linatisha. Wewe unamwonaje unajua? Ukimwangalia hata mwenyewe unaweza kumsogelea kitotototo. Jina langu naitwa Shaibu Babi. Shabiki yangu usisahau kuangalia Bongo Podcast.